2026 ni mwaka wetu wa nuru. Our year of light. Mwaka wetu wa nuru, mwaka wetu wa kutiwa nuru. Huu mwaka watu wengi sana watatiwa nuru. They will be enlightened. Macho yao yatafunguka sana kwenye kila upande, spiritually and everywhere. Macho ya kila mmoja yatafunguka sana. Kuna vitu ambavyo mlikuwa mnaviona ni vya kawaida, lakini suddenly mtakuja kugundua sio vya kawaida. Macho yenu yatafunguliwa sana 2026. Amen. Uelewa wa kimungu ambao utakuwa nao 2026 utakuwa ni tofauti sana. Utapata mafunuo makubwa sana ya neno, na huo uelewa ni neema imeachiliwa ya ufunuo, ufahamu, uelewa. Hiyo neema itakuwezesha kuvuta watu fulani ambao wana ubora, kuvuta situations za namna fulani zenye ubora. Hakuna ubora unaokuja kwa mtu ambaye hajatiwa nuru. Uliyetiwa nuru ndiye ambaye unaweza kuvuta watu walio bora na kuvuta vitu vilivyo bora. Kwa 2026 you are going to experience an excellent life. Amen. Amen. I want us to cooperate, okay? Amen. Lakini pia 2026 Mungu atawaita watu wengi sana. This is the prophecy of the church. Ule unabii wa kanisa. Mungu ataita watu wengi sana katika mwaka ambao mtasikia watu wakiwa wanaitwa na kufanya kazi ya Mungu kwa uaminifu. This year. Amen. Huu mwaka watachipukia watu wengi sana wenye wito. Amen. Kuna watu ambao wito unafurukuta ndani yao. This year Mungu kuna baadhi wengi atawainua. Amen. Tena atawaita kwa maono na ndoto. Amen. Kuna watu ambao hamkuwahi kuwatarajia kabisa kwamba wana utumishi ndani yao. Lakini Mungu alikuwa anawapika sirini. 2026 ndio muda ambao Mungu atawaachilia wengi waliokuwa na. Amen. Some of them you are here. Amen. 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 Kuna wengine mlikuwa mnajiona kama ni wa kawaida, lakini mtaona Mungu akiwatumia. Amen. Na ni kwenye maeneo tofauti. Kuitwa sio tu kwenye kuhubiri. It's many places. You can be called in your workplace. Danieli alipokea wito akiwa mwanasiasa. Na ndicho ambacho kinaweza katokea hata kwako. You can be a businessman with a calling. Bwana asifiwe sana. Amen. Ila many people, many preachers will be released 2026. Some of them walikuwa nasubiri, Bwana utaturuhusu lini? 2026. Mtaona makanisa mengi sana yakifunguliwa. Makrusade yatakuwa mengi sana. Amen. Haleluya. Amen. Wataitwa kwa maono, kwa ndoto. Mungu atawatokea sana kwa maono na kwa ndoto. Lakini pia kingine 2026 unajua kuna maono mengi sana kwa wale ambao wako rohoni. Mmesikia unabii ukiwa unasema kwamba revival itatokea. Revival itatokea 2026 ndio muda wa fulfillment. Amen. Makanisa mengi sana yatakuwa kwa spidi kubwa 2026. Including our church. Amen. It will grow and expand. Amen. Hallelujah. Uwepo wa Mungu utakuwa mwingi sana juu ya kanisa lake. Katika mwaka ambao uwepo wa Mungu unaenda kuzidishwa kwa kipimo, 2026 uwepo wa Mungu unaenda kuzidishwa kwa intensity. Amen. The presence ambayo tutatembea nao mwaka huu 2026 haijawahi kuonekana. Amen. Mungu atasafisha watu wake na kuandaa, kuwaweka tayari kwa ajili ya kazi yake. Kwa wewe ambaye ulikuwa unajiona ni mdhaifu, huu mwaka Mungu atakufanya kuwa mkamilifu na kuingia katika wito ambao Mungu amekupa. Amen. Lakini pia kama nabii Isaya, unajua nabii Isaya aliona maono, alikuwa ni mtu mwenye kinywa kichafu, lakini Mungu akamsafisha akamwambia ingia kazini. Kuna mwingine unaweza ukaona ukasema mimi mazingira niliyotokea, jana yangu ilivyotokea, unajua pastor mimi siwezi. No. This year God is going to call you. Unaweza kushangaa tu Mungu akakuinua kama mchungaji wa familia yako. Amen. Anaweza akakuinua kama mtume kwenye familia yako. Amen. Anaweza akakuinua kama mwokozi kwenye familia yako. Amen. Au kwenye ukoo mzima. God is going to raise you. Amen. Hallelujah. Amen. Yes. Na
maono na mafunuo this year yatamultiply tena. Amen. Maono na mafunuo mwaka huu yatamultiply sana. It will be very simple for you to see visions. Yaani mwaka huu kaa tayari utaona maono sana. Amen. Unaweza kushangaa tu uko chumbani kwako, pa kuna picha ukaiona, alafu ndio kitu ambacho kinaenda kutokea. God will speak to you many of you through dreams and visions. Amen. Mungu atamultiply maono na mafunuo. Amen. Sema napokea kwa jina la Yesu. Napokea kwa jina la Sema Yesu. tena napokea kwa jina la Yesu. Napokea kwa jina la Yesu. Okay? Alafu kingine karama za kimungu zitaongezeka sana kwa kipimo. Mkono wa Bwana utakuwa pamoja na sisi. Amen. Amen. Lakini kama CTH Ministry, Bwana aliniambia niweze kukuambia ya kwamba tutaona expansion kubwa sana mwaka 2026. Amen. We'll see a great expansion. Amen. Amen. Lakini pia ni mwaka wa kusafisha kanisa. Sema mwaka wa kusafisha kanisa. Mwaka wa kusafisha kanisa. You know, all parasites in the Church of Christ will be removed. Amen. Huu ni mwaka wa kusafisha kanisa. So you just have to be careful. Ni mwaka wa kusafisha kanisa. Vitu ambavyo vilikuwa vimejificha in the church mwaka huu vitakuwa exposed. Amen. Kwa kama kuna namna, kuna njia hazijakaa vizuri, rekebisha na Bwana mapema. Kwa sababu this year 2026 ikiwa ni parasite imeingia ndani ya kanisa, it will be exposed very fast and removed very fast. Amen. Kuna watu ambao wako in church but they are hindrance to the gospel. Hivi unajua sio kila mtu ambaye yuko kanisani ni Mkristo mwenzio. Yes. Kuna wengine ni maagent wametumwa. Wengine in church. This year safishwa. Amen. Kuna baadhi ya watu false prophets, false apostles, false pastors and some of them false members. Unajua sometimes tunatafutaga manabii wa uongo, mtumishi nabii wa uongo, nabii wa kweli. Tuanze na wewe. Wewe ni muumini wa uongo, muumini wa kweli. Tuanze na wewe. This year, muumini wa uongo, nabii wa uongo, mchungaji wa uongo, safishwa. Amen. Oh yes. It will happen this year. It will happen very fast. Kuna baadhi ya vitu they will be exposed. Na mkivisikia ndo mjue mapema. Tuliwaambia kanisa la Bwana litasafisha. This year Mungu anasafisha kwa sababu anataka njia yake iwe safi. Amen. Nakumbuka Yohana Mbatizaji, safisheni njia ya Bwana. Yes. Ukisikia neno safisheni njia ya Bwana, uwe na uhakika kuna manifestation inakuja. Yes. Baada ya Yohana kuisafisha njia ya Bwana, revival ikaja kupitia Yesu. Na hapa tumesimama kama nabii Yohana Mbatizaji. Amen. Tukisema kwamba safisha njia ya Bwana kwa sababu this year revival is coming. Amen. Right? Lakini pia kingine Mungu atasababisha neema ya uponyaji itaongezeka. Amen. Neema ya uponyaji, CTH Ministry, the grace of healing, it will increase. Amen. Mtaona watu wakija kwenye wheelchair watainuka. Amen. Mtaona watu wakija na magonjwa chronic. Si mnaona hivi? Ukumbi hautatosha. Amen. Watu wataingizwa hapa ndani na wakiwa kwenye vitanda. Amen. Alafu wakiingia hapo mlangoni, hapo wanaamka. Amen. It will happen. Amen. Na tutafanya crusade this year. Okay? We will do a crusade. A very big one. Amen. Hapa Morogoro. Amen. A very big crusade. Amen. Tutakusanya mamia kuelekea maelfu ya watu. Amen. Kila atakayeona atajiuliza, like imekuwaje? Lakini Mungu ataonekana. Amen. It will happen this year. Right? Alafu kingine Bwana amesema ya kwamba utastawi sana mwaka huu. Amen. Okay? You are God's pride. Amen. Wewe ni sababu ya Mungu kujivunia. Amen. Atakutukuza wewe mbele ya watu wengi. Amen. Na mwaka huu Mungu ametoa neema, things will go smoothly. Amen. Yaani vile vitu ambavyo umekuwa ukistruggle 2025, this year kuna neema fulani hivi kitonga. Amen. Ni mpaka uielewe neema sasa. Yes. Sababu usipoielewa neema, ugumu uko pale pale.
It's until you understand grace. Na kuna muda niliona maono, niliona kama diamonds, almasi. Huu mwaka Mungu atainua vitu vya thamani sana ndani yako. Amen. Your value shall increase this year. Amen. Your value shall increase this year. Amen. Hallelujah. You know, importance yako, umuhimu wako utaonekana mwaka huu. Amen. Tena utaonekana zaidi. Amen. Umuhimu utaongeza. Unajua kuna watu, unajua kila mtu tuko sawa, yani wote ni wanadamu sawa, wote tumeumbwa na kwa sura na mfano wa Mungu sawa, lakini umuhimu wetu umetofautiana. Umuhimu wako utaongezeka. Amen. Kwa sababu ndicho ambacho Bwana aliniambia. Lakini pia malaika wa Bwana watakuwepo pamoja na sisi wakitutia nguvu sana kama kanisa la Bwana. Amen. Kwa sababu tutapiga hatua kubwa mno. The angels will go with us. Amen. Lakini katika mwendo huo mkubwa atakaopiga, Mungu ataenda na watakaoenda. Unajua Mungu anaweza akawa anapitisha kanisa kwa speed, lakini sio wote wanakubaliana na speed hiyo. Yeah, speed ya neema, speed ya kuomba, speed ya kumtafuta Mungu, speed ya kufanikiwa, speed ya everything. Sasa kwenye kila kitu Mungu ataenda na watakaoenda. Na usipoenda gap litaonekana. Yaani mwaka huu ni mwaka mzuri, lakini ni mwaka wa matabaka. Tabaka litaonekana. Kwa yule ambaye hayuko serious na Mungu, tabaka litaonekana. Very seriously. Wakati wanasema Mungu uko wapi? Kuna mwingine anasema hivi, Mungu uko pamoja na mimi. Tabaka itaonekana seriously. If you are not serious with God, tabaka itaonekana. Very strong. Kwa hiyo you have to be very keen to know. Lakini pia kingine, watajua ya kwamba Mungu ametuita. This year watajua ya kwamba Mungu ametuita. Amen. Na kutangazia wewe, watajua kwamba Mungu yuko pamoja na wewe. Amen. Na Mungu amekuita katika ufalme huu. Amen. Okay? Na kwa matunda yetu watatufahamu. Amen. Huu mwaka utafanya vitu vingi sana. Neema iliyoko ndani yako itakuwa kubwa. Amen. Okay? Lakini hapo hapo angalizo. Tutapitia kipindi ambacho ni cha kupitishwa kwenye moto kama kanisa la Kristo. Generally tutapitia kipindi mwaka, kuna msimu ambao tutapitia kupitishwa kwenye moto. Narudia, tutapitishwa kwenye moto kama kanisa, as a church. You will feel it. Hata kama sio kiongozi kanisani, you will feel it. You will feel that fire. You will feel it. Lakini tukitoka ni watu wengine. Amen. Tutapitishwa kweli. We'll pass through some fire this year. Which kind of fire? Tuendelee kumwamini Bwana. Lakini tukitoka, tutatoka kama nuru inayong'aa na nuru inayochoma. Unajua nuru ina kazi mbili. Yes. Nuru ina mwanga, lakini nuru ina joto. Yes. Kwa lugha ya Kiingereza, will be a burning and a shining light. Oh yes. A burning and a shining light. Amen. Jua linaunguza, lakini jua linaangaza. Ndio na sisi jinsi itakavyokuwa. Amen. Tutaunguza na kuangaza. Amen. Burning and the shining light. Amen. Tukimaliza tu hiyo phase ya moto, as a church tutang'aa katika jina la Yesu. Amen. Yapo mapepo yatatumia watu. Niliona fisi katika ulimwengu wa roho. I saw hyenas in the spirit, wakiwa wanakuja kuvizia wapendwa kanisani. Pepo kwa mfumo wa fisi wakiwa wanakuja kuvizia watu kanisani. Cha msingi, usiamini watu kupitiliza. Natoa angalizo 2026, usiamini watu kupitiliza. Kuna watu ambao watakuja kwenye maisha kwa sababu wameona una Mungu au una maendeleo, lakini haimaanishi ni watu sahihi kwa ajili yako. 2026 it will happen. People will come, even wrong ones will come. Watakuja watu. Kuna wengine watakuja aji na hela. Kuna wengine watakuja na kila kitu unachokitaka. But still yet they are sent by the devil.
Kwa kuwa makini, kuwa sensitive. Usiamini mtu 2026. Muamini Mungu wako. Amen. Hata akisema mimi na wewe bega kwa bega, hata kama akilia na kuna mwingine analia na wewe kwa sababu unalia ili akutese vizuri. I'm telling you, sio kila anayelia na wewe analia kweli. Kuna mwingine analia na wewe ili ijicamouflage, ajifiche ili wewe uendelee kulia, kwa sababu kimsingi yeye halii, yeye anaigiza, ila anayelia kweli ni wewe. Do not trust people, kwa sababu wao ndio ofisi. Kuna wengine hivyo, najua maandiko hayajasema kwamba atakuja mchungaji na vazi la kondoo. Anasema hivi, watakuja mbwa mwitu kwa vazi la kondoo. Mbwa mwitu kwa vazi la kondoo. Maana yake ni kwamba mbwa mwitu watavaa vazi la kondoo. Kondoo ni nani? Muumini. Kwa hiyo wanaoshambulia actually wale ambao ni mbwa mwitu wanaovaa mavazi ya kondoo sio wachungaji, ni waumini wenzao.